Imebainika hadi sasa takriban wanawake 2600 huaga dunia kila mwaka kutokana na uavyaji mimba kwa njia zisizo salama, huku aibu na ukosefu wa elimu na afya ya uzazi kichangia pakubwa hatua za wengi wao kukosa kutafuta matibabu baada ya uavyaji wa mimba. Ni taarifa yake Eric Lumbasi. Katika safari yetu ya kuweka taswira ya takwimu hii kikamilifu, tunazuru kijiji cha Haingabii katika eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma. Hapa ni kwa boma la Linet Wabwile ambaye ni mjamzito na mama wa mtoto mmoja, na anatueleza kuwa japo ujauzito wa pili ulitoka pasipo na kutarajia, hakuwa na ufahamu wowote wa hatua ambazo angezichukua ili kuokoa ujauzito huo. Kesho yake asubuhi niliendelea kusikia maumivu, though hiyo mimba ilikuwa ishatoka, lakini niliendelea kusikia maumivu. Ikakuja ikakundulia kwamba ni mtoto alitoka, lakini hiyo umbilical cord haikutoka. Nikaongelesha sister akaniambia njia moja tu ni kusafisha tumbo. Nilikaa hapo hospitali, alijaribu venye anaweza akanisafisha tumbo. Bi Wabwile anadai licha ya vituo vingi vya afya kuwa na wataalamu wa afya ya uzazi, uhaba wa vifaa vya huduma umechangia changamoto zinazoshuhudiwa, hali hii ikimshinikiza kujipa jukumu la kuhakikisha kina mama wenzake wanahamasishwa wanapokuwa wajawazito. Bado hatuna vifaa zenye zinatosha. Maybe kama mimi sasa kwangu ilifanyika hivyo, but sasa nimeenda Mechimeru. Huko Mechimeru hakuna vifaa za kutosha, maybe kuosha hivyo tu. Sasa imekuwa like ni ngumu juu daktari anataka kusaidie, wako willing, wanataka wakusaidie, lakini hizo vifaa ndo hawana. Lydia Kitui, muuguzi na mtaalamu wa masuala ya upangaji uzazi katika hospitali ya Mechimeru, anatueleza sababu za mimba kutoka bila matarajio, akitaja kutokwa damu nyingi kuwa tatizo kuu wanalokumbana nalo kwenye kituo cha afya. It can be because of isoimmunization. I am ABO incompatibilities. There are those clans that are blood O negative. Then they had their first pregnancy, they delivered, then their second, then they never received the anti-D. Then the second pregnancy, because the antibodies were created in the mother, now see the pregnancy as a risk. They try to expel it. The antibodies in the mother try to expel that pregnancy. Conditions like hypertension and diabetes, high BPs can predispose a mother to losing that pregnancy. Kitui anahoji kuwa kupungua kwa visa hivi ni kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa akina mama wanahudhuria kliniki, huku akisikitikia kuwa hadi sasa visa vya unyanyapaa na ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi unachangia masaibu ya wajawazito wengi. So there is a lot of stigmatization from the community. Then there is also cost. Some clients feel they do not have that enough money for them to be able to access postnatal care services in the facility. If the healthcare system can be able to train more healthcare providers, we will be able to offer the services to our clients without fear. Kulingana na shirika la afya la Maristops, takriban akina mama 152 na 57 mwaka jana pekee wamepata matibabu baada ya kuavya mimba, huku 2006 wakifariki kutokana na matatizo ya kuavya mimba. Eric Lumbasi, West TV, Mechimeru, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.